wanashangaa na wengi Haleluya! Ni wakati wa kufanya nini? Wakati wa kukula neno na ni wakati wa kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza acha nishukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati na saa kama hizi ambazo amenipa uwezo na mamlaka ya kusimama mbele yenu kwa ajili ya kuadhimisha. Bwana Yesu asifiwe. Na nirudishe shukrani kwa mama wetu kanisa pamoja na baba yetu ambaye alitupa mkutano ya wamama siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Aliposema mkutano ya Jumapili ijayo ni ya wamama. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nilikuwa hapo karibu na mama kanisa na mama Dorcas. Haleluya. Amen. Mara hiyo tu mama kanisa akasema ni wewe utatupa neno. Nikamwambia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nikashangaa kwani nimewahi. Akasema ni wewe utatupa neno. Haleluya. Mama Dorcas akasema hata sitaki kuongezea ama kutoa chochote, ni wewe unatupa neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaponiona hapa usidhani ni by accident. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Mungu amesema. Haleluya. Na niliingia nikiwa nimechelewa. Nilikuwa na ndoto ambayo sikuweza kusema. Ambapo wakati waliniambia kwamba nitahubiri, nikajua ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tayari nilikuwa nimeonyeshwa ndoto, ingawa hata kama sikujua kuifafanua, but hiyo ndoto niliona nikiambiwa kuhubiri, nikajua hiyo ndoto ilikuwa inanena hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilijiona tuko kwa nyumba ambayo tulikuwa watu wengi sana. Pale ndani ya nyumba watu walikuwa wametandika malazi chini maguni, wengine wameweka vikoi, wengine gunia. Lakini mama kanisa na mama Dorcas walikuwa na mattress. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ilikuwa juu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa nimeingia katika ile nyumba na pale ndani ya nyumba ilikuwa ya kwamba tunaingia pale tunajifungia, lakini kuna adui ambaye yuko. Tumeshaarifiwa ya kwamba kuna adui ambaye anaweza kuja kutuvamia, lakini huyo adui ataingia na mlango atabomoa ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Kukawa na mama mmoja kutoka kule Soweto, jina lake sijafahamu, akawa ameogopa, akakimbia mpaka kwa mchungaji akamwambia kwamba mimi naogopa kulala katika hiyo nyumba. Haleluya. Lakini mchungaji akasema ni hapo tu mtalala. Bwana Yesu asifiwe. Na mngojee adui. Haleluya. Nilipoingia ndani ya nyumba ile, mama kanisa akasema, dada Linet utalala hapa. Haleluya. Ile mattress ilikuwa imetandikwa vizuri na ilikuwa imetandikwa kitambaa cha yellow. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa imelala kwa hiyo mattress na mama Dorcas. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa muoga, nikasema hapana, hata hapo mahali sipatoshi, hapanitoshi, siwezi ingia hapo. Mama kanisa akawa anasema utaingia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mama Dorcas naye pia anaongeza, anasema ni hapa utalala. Bwana Yesu asifiwe. Niliweza kuingia mahali pale na nikaamkia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaponiona hapa ni sababu Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Na ninafurahia maana nimesikia mwito. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia sauti ya Bwana na nikatii. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu aliniokoa, akanitoa katika giza, akanitoa katika mauti, akanitoa mahali ambapo mimi mwenyewe singeweza kujitoa. Kwa nguvu zangu na uwezo wangu singeweza. Bwana Yesu asifiwe. Usione leo hii tumesimama mahali hapa ukadhani ya kwamba hatukuyapitia, ama ukadhani ya kwamba tuliamuka tu tukakuta. Bwana Yesu asifiwe. Tumetoka mahali ambapo hatungeweza kwa nguvu zetu. Mungu akaniona tu, akanitoa kwa hiyo matope, akasema alikuwa anajua kwamba kuna siku moja nitakuwa nasimama mbele ya watu wake nikiwanenea neno na kuwahimiza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa ulioko mahali hapa, usidharau, usione ya kwamba madhabahu haya maybe ni ya mchungaji tu, maybe ni ya mama Dorcas tu, maybe ni ya mama Roda tu. Haleluya. Kwa maana tumekuwa na mazoea, wanaposema hata jambo lolote tunajua tu kuna wale huwa wanafanya. Haleluya. Hata waliposema ya kwamba kutakuwa na ibada ya wamama siku ya leo, mimi akili zangu haziko zinaniambia kama naweza shiriki kwa chochote. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa najua mimi nitaketi tu kwa ajili ya kupokea, nitaketi tu kwa ajili ya kusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alikuwa amepanga. Mungu aliniteua na ninafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe tayari
Kila wakati tuna tayari tukijua kwamba sisi ni vyombo na tunahitaji kutumika. Sisi ni vyombo na tunahitaji kukaa kila mara tukiwa tumetakasika. Maana chombo ni lazima kiwe kizuri ndiposa kitumike. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi chukua hata gari bovu kuweka kwa barabara litafanya accident. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara lazima hilo gari unalifanyia service. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mkristo kila mara ni lazima ukae katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukae ukipitia ukichambua neno, ukitafakari kuhusu mambo makuu ambayo Yesu alitenda. Bwana Yesu asifiwe. Unatafakari makuu ambayo yanatendeka ya Yesu anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusikae tu kama wamama, tusikae tu kama siku ya leo ni siku yetu, tusikae tu tunapohubiriwa, tusikae tu ati ni kawaida mahubiri huwa yanapita tu. Bwana Yesu asifiwe. Ogota jambo moja. Mimi kuna wakati mchungaji alinena mahali hapa akisema ya kwamba ni wale watoto wa ndege kida ni lazima waachiliwe waanze kujifunza kupaa. Haleluya. Hilo neno nilipata. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko mahali hapa kama kida ambaye ameachiliwa ajifunze kupaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi hata mkiona nikianguka mjue najifunza tu na nitaanguka tu tena ninapaa. Haleluya. Nitaanguka tu nikiamka nikijua kwamba baba yetu ameniachilia niburuke, nijaribu kujifunza kuburuka, kupaa. Haleluya. Siku ya leo namshukuru Bwana. Sijui kama mna furaha kama mimi. Nina furaha ya ajabu. Nina furaha ya ajabu kwa maana mkutano ni ya wamama. Sijui sisi tulio hapa ni wamama wa aina gani? Ni wamama ambao wana furaha, ni wamama wa kununa, ni wamama ambao ni wa vita. Mimi vita Yesu alinitoa. Bwana Yesu asifiwe. Vita Yesu alinitoa. Hata wakati mwingine ninafaa uokoke kiasi ya kwamba wale walioko nje na uokovu wao wanakuona kama wewe ni kichaa. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata yanapokuja magani wanaona tu ukiyachukulia kawaida. Haleluya. Haleluya. Mimi kuna wakati katika familia wao wanaona ya kwamba huyu tangu aingie kwa wokovu, tangu aingie kwa hiyo dini ya kitambaa amerukwa na kichwa. Haleluya. Si ule wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Maana wanapotarajia kwamba hili jambo ambalo limekuja linafaa liwe limenitingiza, nafaa niwe nimekimbia hapa na pale huku na huku, wanapata hapana. Bwana Yesu asifiwe. Wanapata nimesimama tu. Chenye nawaambia kiko tofauti nao. Haleluya. Lazima ukiwa umeokoka uongee tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukiwa umeokoka lazima utembee tofauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umeokoka jambo lolote linapokuja gumu lazima uoneshe utofauti. Haleluya. Usiwe tu kama wale wa mataifa. Jambo linapotokea wewe ambaye ni Mkristo, wewe ndio unainuka, wewe ndio unatetemeka, wewe ndio unakuwa hata unashikwa na wazimu. Haleluya. Vita tunavyoambiwa ni vita ni vikali. Bwana Yesu asifiwe. Vita kitu kikali ni kikali. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vita ambazo zinaweza kuja tu vita zenye si kali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zinapokuja kwa Mkristo kama we mama, kama we baba, unasimama aje? Bwana Yesu asifiwe. Unabehave aje katika mapito yako? Bwana Yesu asifiwe. Unasimama aje unapopita katika bonde la uvuli wa mauti? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa mnaona hata chai zinaanza kupunguka hapa kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa sababu yetu sisi wenyewe. Haleluya. Maana tunapopita katika bonde la mauti tunasema nini? Tunamtazamia nani? Katika uvuli wa bonde la mauti unamtazamia nani? Kama unajua kwamba Bwana ndiye mchungaji wako. Haleluya. Na anakulinda siku zote na huwezi pungukiwa na chochote. Unapopita katika hiyo uvuli wa mauti hautaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Wala hutatetemeka. Wala hutabieu kama mtu wa mataifa. Haleluya. Inafaa tukue tofauti. Tuwe kielelezo. Wakati mtu wa mataifa anasema haiwezekani, we mtu ambaye umeokoka unasema itawezekana. Wakati mtu wa mataifa anasema ya kwamba huyu mtoto anakufa, wewe mwambie mtoto amepona. Haleluya. Si wewe ndio unasimama unasema ya kwamba na yenyewe huyu ni kama atakufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Sana sana sisi wamama huwa tunapungukiwa sana kwa imani. Wakati hata mzee anaweza kuwa anajitia moyo, lakini akiingia kwa nyumba anapata hata afadhali ningezaa tu huko, ningekuwa na imani ya kutosha. Maana hapa sasa mama amepungukiwa kabisa. Maana mama ameonesha mzee ni mtoto amekufa, hata tayari ashatoa roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaposimama Mungu atupiganie, hakuna chochote kitatushinda. Haleluya. Tutakuwa watakatifu, tutaona kikombe chetu kikifurika mbele ya watezi wetu. Haleluya. Na kitafurika aje? Kukiona si tu utaenda tu na kifurike mbele ya watezi. Haleluya. Lazima upite katikati ya bonde la mauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo Wakristo tunashindwa. Hapo ndipo Wakristo tunalemewa kufika katika meza hiyo ya Bwana. Haleluya. Maana Bwana Yesu asifiwe. Unapopita kuna meza ambayo inaandaliwa pale mbele. Haleluya. Wengi tunashindwa kufikia ile meza ni kwa sababu tunashindwa kupita katika haya majaribu. Yanapokuja tunalemewa. Yanapokuja vikwazo zinainuka. Yanapokuja sasa wewe hata maombi yanaisha. Haleluya. Unasema ya kwamba hata ulimi wangu haujui kutaja chochote kwa wakati huu. Hata ulimi wangu hujui kutaja tu Yesu nisaidie. Ulimi umekuwa mzito, umekuwa hata ujielewi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Zaburi. Haleluya. Macho ndio leo nitaiambia, lazima uone Bible. Bwana Yesu asifiwe. Nikiangalia Bible ninaona giza, naona machozi, lakini leo kwa imani tutaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Tutasomea katika Zaburi 23:1-5. Tusome Zaburi 23:1-5. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. 5. Uandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 23. Hili neno linanitia nguvu, na naomba pia wewe likutie nguvu. Haleluya. Maana Bwana ndiye mchungaji wangu. Haleluya. Bwana akiwa mchungaji wako hautaogopa lolote. Labda ukue haujamtegemea, lakini Bwana akiwa mchungaji wako, Biblia inasema ya kwamba sitapungukiwa na kitu. Haleluya. Hautapungukiwa na chochote. Ninaporuka katika mstari wa 5 hapo, waandaa meza mbele yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukumbuke ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wako kwanza. Jambo la kwanza ama jambo la maana hapa, unapokumbuka Bwana ndiye mchungaji wako, wapendwa, utajua ya kwamba ni lazima niyapitie, na ninapoyapitia Mungu ako pamoja nami. Yeye ako mchungaji wangu. Hata licha ya kwamba ninaingia katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana ni mchungaji wangu. Haleluya. Amen. Tusiwe walegevu tunapotambua ya kwamba Mungu ni mchungaji, Bwana ni mchungaji wetu. Maana anapokuwa mchungaji wetu, sijaiona hata wale wanachunga kondoo ama mbuzi ama ng'ombe wakiwa wameachilia tu mbuzi zao ziranderande. Huwa ako pale na fimbo yake, anafuata mbuzi wale polepole akiwalisha. Saa zingine utamuona amesimama mbele zao, saa zingine utamuona amesimama nyuma zao. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo Mungu amesimama pande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unaona uko katika hali ngumu, ujue kwamba uko pamoja naye, maana yeye ni mchungaji wako. Haleluya. Amen. Unapoona unapitia hata unapata ya kwamba hata mtoto tu, watoto wanaweza kuwa hata jaribio.
Unaweza pata hata kazi unayofanya imerudi kuwa jaribio mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapopiga waza akili yako ukijua kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, kwa hakika wapendwa, hutawacha jaribio hilo likapate kukuangamiza. Haleluya. Yeye ako pale, ako mbele yako na ako nyuma yako, ni kwa ajili ya kukuchunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana anakuchunga kila wakati, iwe ni usiku tunapolala katika giza, hata tujielewi, Bwana yuko tu pamoja nasi, anatuchunga. Haleluya. Amen. Unapoendelea hapo chini ni tano. Waandaa meza mbele yangu. Haleluya. Amen. Machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, elewa ya kwamba unapopita katika bonde la mauti kuna meza inaandaliwa pale mbele yako. Haleluya. Amen. Ni wewe tu utie mkazo. Yes. Ni wewe tu utie bidii ukijua meza yangu imeandaliwa pale mbele. Amen. Ni wewe usimame kama Mkristo asili. Yes. Useme ya kwamba kuna meza imeandaliwa pale mbele. Usikuwe mwenye kuishia tu hapa kwa majaribu. Usiwe mwenye kuishia tu hapa kwa jaribu, usifikie ile meza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo meza imeandaliwa ni kwa sababu yako. Hiyo meza imeandaliwa ni kwa sababu upokee uponyaji. Hiyo meza imeandaliwa ni kwa sababu uinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tunapoona majaribu kama Wakristo, unapoona jambo ndogo tu limekuja, unaanza kudhoofika, unaanza kukata mengi, unaanza kusema ya kwamba mimi hata haya sitaweza, mimi hata siwezi, hata kama ni wokovu nimeacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akiwa pale kwenye kiti chake cha enzi anashangaa, huyu mwanangu angelijua ni meza ipi nimemwandalia hapa mbele, angelijua ni nini nimempangia hapa mbele, angeng'ang'ana na haya mauti, angeng'ang'ana na mabonde. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo nzuri linalonipendeza ni kwamba tunapita tu. Haleluya. Hatusimami kwa bonde la mauti, bali tunapita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiache bonde likakulemea ukasimama. Bwana Yesu asifiwe. Usiache bonde la mauti likakulemea ukasimama, ukajikuta umeungua ukalisha. Bwana Yesu asifiwe. Neno linaniambia kwamba tunapita tu. Sisi ni wapitaji tu. Tunapopita katika majaribu, tunajua kwamba ni mapito tu. Tunajua kwamba kuna mahali tunaelekea. Ujaribiwe ukiwa na imani ya kwamba kuna mahali unaelekea. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiwe wenye kutetemeka. Dhuruba inapokuja tu kidogo, unapata umeingia pande nyingine. Haleluya. Amen. Wewe si Mkristo tena. Wewe si Mkristo tena. Umesahau ya kwamba meza yako imeandaliwa. Umesahau ya kwamba kuna mazuri yameandaliwa. Ungejua ya kwamba kuna mazuri yameandaliwa pale mbele, hautasimama katika bonde, hautasimama katika mauti. Ungepita tu. Ungepita tu. Hata ukiona yamekuja machungu, hata ukiona yamekuja makali, wewe pita tu. Bwana Yesu asifiwe. Neno linanitia nguvu, linasema ya kwamba tunapopita. Haleluya. Amen. Ina maana ya kwamba hatujasimama. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo tunayapitia lakini hatujasimama, ina maana ya kwamba si sehemu yetu. Ina maana ya kwamba kuna sehemu tunapoelekea. Ina maana ya kwamba kuna mahali tunapoelekea. Tujafika katika destiny yetu. Haleluya. Hii ni bonde tu tunapita. Na katika barabara ninajua kwamba kuna mabonde na kuna mlima. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa ufike kwa ile barabara mzima mzuri, hautapaa. Bwana Yesu asifiwe. Hautakufa ufufuke ni ufike pale. Bwana Yesu asifiwe. Utapita tu kwa hii mbaya hii. Utapita tu kwa haya majaribu ndipo ufike pale ambapo Mungu ameandaa meza yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe wenye kugwama, tusiwe wenye kusimama, tuwe wenye kupita. Pitia tu haya mapito. Ikaze tu kwa haya mapito. Sema tu hata kama ni magani, hata kama ni magumu, hata kama ni magani, wacha nipite, maana pale mbele kuna meza imeandaliwa. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Furaha yangu ni kwamba kuna wakati nilipitia. Unapoona nimesimama hapa nikisema ya kwamba kupita katikati ya bonde la mauti, kuna wakati nilipitia. Sidhani kama wewe umepitia kufika kwangu. Ingaje Mungu naye akona kila jaribu linapokuja,
anajua kwamba dada Evelyn ataweza, Violet ataweza ili jaribu, na nikipatia dada Rael hataweza, ama dada Rael ndiye anaweza ili jaribu, na dada Violet hataliweza. Kwa hivyo unapoona jaribu lolote, ujue ya kwamba hilo jaribu limepewa wewe na kusudio, limepewa wewe, utalishinda. Amen. Usibakie pale. Haleluya. Amen. Usibaki tu katika msingi mimi nateseka, mimi nagonjeka, mimi sijui ni nini. Haleluya. Simama upite. Simama upite kwa hayo majaribu. Utakapopata ushindi, utapata Bwana amekuandalia meza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati bonde mawindo yalinipata. Kuna wakati niliyapitia, lakini nikasema ya kwamba mimi siwezi bila wewe. Haleluya. Nikashuka chini nikasema Bwana ni wewe tu unaweza. Kuna wakati nilikuwa nimedhani ya kwamba nikikunywa pombe nilewe kabisa nitashinda hayo majaribu. Kuna wakati nilidhani ya kwamba nikipigana nikitukanana vya kutosha hayo majaribu yataisha. Lakini ndugu yangu, dada yangu, hayo yote hayakumaliza mawimbi. Hayo yote hayakumaliza. Nilipomkaribisha Yesu, nikamwambia Bwana niongoze, Bwana nitetee katika mapito haya. Bwana Yesu asifiwe. Nikajikana nafsi yangu, nikasema Bwana ni wewe ndio kimbilio langu, nikasema wewe Bwana wewe ndio tegemeo langu, wewe ndiye tegemeo langu. Simama na majaribio haya. Bwana aliweza kunisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa siku ya leo mnaona hata nimeshika microphone kwa sababu ya kuhubiria. Ndiposa siku ya leo mnaona hata naweza simama mbele ya uso wenu wapendwa. Mungu wangu ni Mungu mkuu. Mungu aliniondoa katika majaribu ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwaminia tunamwambia Bwana wewe ndio mchungaji wangu. Atajua mtoto wangu anatambua ya kwamba mimi ndio mchungaji wake, na hata kuacha katika majaribio, hata kuacha majaribu ya kumeza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukikunywa pombe itaisha tu kwa mwili, kwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikishaisha bado hilo wazo uko nalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba, unapopigana vita kwa nyumba, pigana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atia Bwana akutetee katika ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme pombe ndio itakutetea. Usiseme ya kwamba ameingia kwa mpango wa kando pia mimi nitaingia itanitetea. Bwana Yesu asifiwe. Hizo zote tujipitia, lakini ilikuwa kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo nilimuita Yesu ndani ya nyumba yangu, hata wakati ambapo niliita Bwana ndani ya moyo wangu, akanisimamisha na akanipa amani, akanipa tumaini tena ndani ya nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakupa tumaini. Bwana atakupa tumaini kwa mapito ambayo unapita, kwa bonde la uvuli wa maisha ambayo unapita. Bwana anaenda kukupa tumaini. Anaandaa tayari, ashaandaa meza mbele zako. Ni wewe tu upite. Ni wewe tu upite. Na jicho lako likielekea kule kwa meza ambayo ameandaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndoto ikasema vikombe vimejaa. Bwana Yesu asifiwe. Huenda ni moyo wako unafanya vikombe vikipunguzwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tayari zilikuwa zishajaa. Tayari zimejaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani hicho? Kwa maana vikombe zimekuwa vingi, kumaanisha ya kwamba sisi wote tuna kikombe chetu ambacho kimejaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo gani hilo? Lipi hilo linafanya kikombe chako kinapunguzwa? Mchana wa leo nataka unene na Bwana, umuulize ni jambo gani, ujipeleleze ni jambo gani linafanya kikombe chako kinaanza kupungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno lake tukiendelea kwa hiyo Zaburi nasema ameandaa meza. Bwana Yesu asifiwe. Na tayari kwenye ndoto tumeona meza, vikombe zimejaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo lipi hili ambalo unatekeleza hapa unapopita katika bonde la uvuli wa mauti? Ni lipi linakufanya usimame kikombe kinaanza kupungua? Ni lipi linakufanya usimame kikombe kinaanza kurudi nusu? Ni lipi linakufanya usimame kikombe kinarudi kuota? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna zile ambazo zimeonekana ni kuota, kuna zile ambazo zimeonekana zimechukuliwa kuota. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zingine zimechukuliwa nusu yake. Haleluya. Amen. Usiruhusu majaribu yafanye kikombe chako kipungue. Usiruhusu majaribu yafanye kikombe chako kishuke. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mapito tu tunapita. Ninafurahia maana tunapita ndani yake. Ninafurahia maana tunapita mbele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
ninafurahi kwa maana kila anapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata last Sunday nilipouliza ndugu nisaidie pesa za harambee, akaniambia utatafuta tu pesa venye wewe unatafuta pesa za chama. Bwana Yesu asifiwe. Na nikapata pesa. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoambiwa kwamba nitapeana neno, nikasema simwambii, atanijibu bila kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anashangaa sielewe bibi yake hapo kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame imara. Tusimame tu kama sisi. Tusiwe wenye kulegea. Tusiwe wenye kungojea tunangojea, sijui unangojea pastor, sijui unangojea nani. Simama kama mama. Simama na Mungu. Yesu ni mchungaji wako. Kwa nini uogope chochote? Kwa nini uogope mapito? Kwa nini uogope mawito? Haleluya. Amen. Tunatembea kwa hayo tukilinga. Mtu anashangaa na huyu ni dada ambaye mtoto wake ako hospitalini. Huyu ni dada ambaye mume wake amerudi jana akampiga usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe. Anakuona tu kwa plot unaosha vyombo unafurahia maana unajua ninaelekea kwenye meza yangu. Ninaelekea kwenye meza yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanashindwa na huyu dada ametoa wapi ujasiri wa kuiba tu mchana mzima, lakini hata ameyapata ni ajabu. Usiku kucha amekuwa akitukanwa. Kuna majirani wana tabia kusikiza majirani wenzao. Wanapopitia katika bonde la uvuli wa mauti, wanawasikiza kesho yake ndio story. Waonesha hawa mama ambao wamekaa kwa mawe. Bwana ndiye mchungaji wao. Sitaogopa chochote. Hata nikipitia magani, mimi ninajua kwamba meza yangu inaandaliwa. Meza yangu inaandaliwa. Ninachotazama ni hiyo meza. Ninachotazama ni baraka zangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakuwa mama washindi kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaponyenyekea kwa kila jambo, tunapovumilia kwa kila jambo. Yes. Naomba tu Mungu wa neema jinsi alinitia uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliyapitia lakini Mungu akanitia uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akikutia uvumilivu na tumaini utakuwa mshindi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe mama wa kuregarega. Amen. Mama sasa ati nimetukana usiku. Yes. Sisi tulitusiwa, sisi tuliongeleshwa usiku kucha. Lakini nilipoita Yesu. Amen. Nilipoita Yesu yote yaliisha. Amen. Na leo hii nikisimama nasimama kwa ujasiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nakaa najikunja. Lakini siku niliambia Bwana, Baba wewe ni mchungaji wangu. Wewe ndiyo mchungaji wangu. Yes. Unitazame Yesu. Yesu atazama. Amen. Alinitazama. Yes. Akanitoa katika giza. Amen. Na jambo la kwanza mimi mwenyewe nilitangulia kujikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unataka tu mazuri ya kuja katika ndoa. Unataka mazuri ya kuwe. Unataka watoto wako wabadilike. Je, wewe mwenyewe umebadilika? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nini umefanya ndani ya maisha? Hata mtoto akitazama aone kweli madha amekuwa mbaya, madadia anakuwa mbaya, lakini kwa saa hizi amebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo gani umefanyia mume wako ambaye anaangalia anasema kweli kuna wokovu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe tu unadai ni mlevi, akiingia wewe ndio mwenye kumtusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada hata umepiga magoti chini unaomba, anashindwa na leo apigi kelele juu ya ulevi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hadi ni kuomba anaomba, anajaribu kusukuma hivyo ndio unaelekeza maombi tu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe tu mwenye kungangana unataka na wewe mwenyewe ubadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tu wengi wetu tunagwama katika hiyo bonde. Tunagwama tu pale. Inatufinyilia kiasi ambacho tunafika hata mahali wengine tunaangamia, tunakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unapoinuka useme hapana, mimi nataka kubadilika. Yes. Mimi nataka kumuona huyu Yesu. Nataka kuwa mchungaji siku ya leo. Nataka kuwa tegemeo siku ya leo. Yes. Katika haya maisha nataka kuwa tegemeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mimi vile niliambiwa pesa ya harambee tafuta vile unatafutanga za chama. Bwana Yesu asifiwe. Sikukasirika. Yes. Haleluya. Amen. Sikukasirika, niliambia Bwana amen, na yenyewe anatafuta za chama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ungekuwa mwingine wewe mjinga
ujinga. Wewe uliniweka hapo. Wewe sasa utaki kunipea sijui nini. Maneno yanaruka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikubali. Na nikajiambia ndani ya moyo na kweli huwa natafuta za chama. Kwa nini nishindwe kutafuta za Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nilipoelekeza kwa watoto wangu, nitakuwa mgeni mheshimiwa. Watoto walifurahia, mwingine anatoka na 1,000, mwingine 500 ndio hiyo. Ndio 200 ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ningenuna, ningeteta, Mungu angefungua mlango mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana angefungua. Haleluya. Amen. Tuwe watu wavumilivu na watu watulivu. Watu wenye wanaelekezwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Roho anapokuelekeza utakuwa mwenye kupayuka tu. Utakuwa mwenye kurusha tu. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda na control. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima kutakuwa na control. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona kupitia kwa hiyo nikajipa ujasiri wa kutafuta neno kama mimi mwenyewe lineage. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikuhitaji hata kuuliza kitabu fulani kinapatikana wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tusome Ayubu. Ayubu 1 kuanzia 7-8. Job chapter 1, 7 and 8. Tusome. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Ayubu. Bwana asifiwe. Amen. Ambaye Mungu alimtambua kama mtumishi wake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alimtambua kama mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Alimtambua ya kwamba yeye ni mtu anayesimama na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe unatambulika na Mungu kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakutambua kama namna gani unapopitia katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno nimekuambia katika Zaburi ya kwamba yeye ndiye mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu kama ni mchungaji wako anakutambua aje katika haya malisho. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi alitambua Ayubu kama mtumishi wake, mtu mwenye kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Shetani akamwambia yeye amefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yakurudia hapo. 7. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na humo. 8. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Mungu anapomuuliza Shetani kama amemuona Ayubu. Ayubu mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwenye kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu huyu anauliza Shetani kama amemuona. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Haleluya. Amen. Mungu leo hii anaweza uliza katika hizo shida zako. Aulize Shetani umemuona. Bwana Yesu asifiwe. Aulize Shetani kama amekuona. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ya kwamba mambo mengine tunapopitia ni Mungu anajaribu, anapima wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Anapima tumesimama katika kiwango gani cha imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Shetani alimwelezea alipokuwa anatembea katika hadi alikuwa analanda tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inaniambia kwamba Shetani hakuwa hata na kwenye anaenda na kwenye anatoka na kwenye atarudi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa analanda tu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo tunapoona majaribu tujue kwamba ni mapito tu ya shetani mwenye kurandaranda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alimuuliza shetani, huyu Ayubu mtumishi wangu, mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Hakusema ya kwamba Ayubu tu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu ni Ayubu tu. Bwana Yesu asifiwe. Alijua ya kwamba Ayubu ni mtumishi wangu, mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa Bwana akutambue ya kwamba wewe ni mtu mkamilifu. Inafaa Bwana akutambue ya kwamba wewe ni mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anapokutambua hata anajua kwamba shetani atakaponyemelea hataweza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata shetani akienda atamruhusu tu, wewe nenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni dada Linet amesimama, Bwana Yesu asifiwe. Kama ni dada Rosi amesimama, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inafaa tuwe watu wenye kusimama, maana Mungu alishatutambua ya kwamba tuna ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Tukuwe na ujasiri kama ule wa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Tusikue na imani kama ile ya Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Sidhani kama kuna yeyote ambaye amepitia majaribu ambayo mtumishi wa Mungu Ayubu aliyapitia katika Biblia. Bwana asifiwe. Lakini imagine alisimama na Mungu alikuwa amejua ya kwamba huyu ni mtumishi wangu, na huyu ni mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu mkamilifu, hata iwapo shetani ataingilia ndani ya maisha yake, huyu ni mtu ambaye hawezi nikana. Bwana Yesu asifiwe. Umesimama aje katika maisha yako, ndipo hata Mungu ajua hata shetani anapokuja, maana shetani yuko humu na huku na kule akitafuta watu walio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anapokufikia wewe utareact namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Je, Mungu atakuwa na wasiwasi ya wewe kuanguka ama utasimama? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahitaji yule mtu ambaye atasimama kama Ayubu. Mungu anahitaji yule mtu ambaye atasimama wima kama Ayubu, ili jina lake likapate kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anahitaji mama mmoja atakayesimama. Mungu anahitaji ndugu mmoja atakayesimama katika mapito ya mauti, katika mapito ya laana, katika mapito yote ya ulimwengu. Mungu anahitaji mtu ambaye atakayesimama kama Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe watu wa kuregea shetani anapopita tu, pia sisi tunaanguka tu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nasikia wimbo wengine watoto wakiimba baanguka nao. Bwana Yesu asifiwe. Hadi wewe ni mtu wa kuanguka tu na shetani. Shetani akianguka pia unaanguka tu. Shetani akipita wewe umepita na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahitaji yule ambaye atasimama kama Ayubu. Yule ambaye atamuita huyu ni mtumishi wangu. Yule ambaye atamuita kwamba huyu ni mkamilifu mbele ya macho zangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Majaribu ndio yanafanya hatufiki kwa baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yanapokuja mambo yanatokea mengi, vikao zinakuwa vingi. Sasa wewe unaangalia kwa zile vikao zimesema nini? Kazi yako kubwa ni kuchunguza katika hii mapito yangu wamesema nini. Bwana Yesu asifiwe. Katika haya mapito yangu wamesema nini? Niende niwakataze, niende niwapige. Haleluya. Kuja upigane na injili ya Yesu siku ya leo, utaona ushindi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuja upigane na kutafakari vitabu ndani ya Biblia. Haleluya. Ushindi wa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anahitaji yule ambaye atakuwa mkamilifu mbele zake kama mtumishi wake Ayubu. Bwana asifiwe. Alimtambua, Mungu alimtambua kabisa, akajua kwamba hata nikiachilia shetani akuje aenda mjaribu kiasi gani, Ayubu atasimama tu na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kwamba kuna kipimo chenye Mungu anajua vizuri huyu nikimwachilia shetani kidogo hivi ataanguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Na hata fikia ile meza. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inaniambia Mungu anahitaji mtu kama Ayubu, mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwenye anaweza simama akayalinde majaribu. Mtu mwenye anaweza achilia hata shetani enda tu uone, hata sinajua utafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Wakristo wa leo tunapopata jaribu tu kidogo, Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alipitia hata mke wake akasema ya kwamba hata mtukane Mungu ufe. Bwana Yesu asifiwe. Yenyewe kuna wakati anakuja makali, kuna wakati anakuja mazito, yanawaka tu moto. Unasikia tu moto inawaka kwa kichwa chako. Unasikia leo sitatoka nje, nitajifungia tu hizi aibu zote, nitapeleka wapi? Lakini Mungu anataka usimame uoneshe shetani mimi sitaanguka na wewe. Anataka uoneshe shetani hautaenda na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahitaji usimame
ambia Mungu akutie nguvu. Ambia Mungu akutie nguvu. Ambia Mungu akusimamishe kama Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Hata Ayubu hakuna siku alipokea habari nzuri. Wakati shetani aliachiliwa akaanza kuvuruga maisha yake, hakuna siku alisikia jambo jema. Hata wengine ni vitu tu vya dunia tu hizi, lakini miili zetu hata tujakoteka, lakini unapata tunatetemeka, tumeogopa. Lakini Ayubu alifika kiasi ambacho hata mwili wake ngozi zote zikatoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakumshukuru Mungu. Yes. Alizidi tu kusimama. Alizidi kusimama. Yes. Na alizidi kuliita jina la Bwana. Na alizidi kusema ya kwamba yote haya yanatendeka kwa sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mama hapa ambaye atakayesema ya kwamba huyu mume wangu anafanya hivi kwa sababu tu ya Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni kufuga virago. Wewe si wa kwenu tena. Wacha kukimbilia kwenu. Kimbilia Bwana. Amen. Kimbilia Yesu akutetee. Kimbilia Yesu akutetee. Wacha kuwa mwepesi wa kufunga tumanguo. Mimi naenda. Haya sitaweza. Kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Utafunga, utaenda, utarudi tena kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapata ile jaribu liko pale pale. Sasa limeongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utafunga tena uende Nakuru, sijui kwa ndugu yako kwetu kuna mali, sijui tafuta mali yako ukae kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko kwenu mama yako alikaa akatafuta. Bwana asifiwe. Amen. Na wewe kaa kwako utafuta yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiwe wenye kutetemekea majaribu ati naenda, unaenda wapi? Unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama. Mzee unatoroka kwa nyumba ati huyo mwanamke mdomo sijui nini, ati wewe umeogopa saa ngapi? Simama uombe. Simama ukemee. Simama ukatae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiwe wenye kuanguka tu tunapopitiwa tuna shetani tunaanguka huko, tunakufia huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame tu, hata kwa watoto wetu tunasimama na unaombea watoto. Mama, fanya kazi ya kuombea watoto, wacha kufanya kazi ya kupiga kelele. Hakuna mtu alikuwa na mdomo kama Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mdomo sidhani kama tutafika kwa hii yangu. Lakini niliangalia nikasema wacha nipige tu magoti. Hata last Sunday tulikuwa na baba nini kwa hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Saa zingine piga magoti. Yes. Saa zingine omba, itisha kwa Bwana. Mkumbushe wewe ndio mchungaji wangu. Kwa nini uache haya yanizingire? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakuona, atakuonekania. Bwana ni mkamilifu. Bwana ni mwaminifu ndani ya maisha yetu. Hawezi akatuacha tukazama, hawezi akatuacha tukaangamia. Licha tu ukubali kujaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe Mkristo mwenye unataka tu softness. Yaani Januari to December wewe ni softness. Januari ilianza, niliweka pesa fulani kwa chama, niko nazo mingi, nataka kwenda kununua hili na ile. Mwaka mwingine ukishindikana, wewe sasa Ukristo umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kutafuta plan B. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana alikuwa tu mchungaji mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yeye mchungaji wetu tu mmoja. Sijui hao wengine wakando wenye unataka tena waingilie kati, waanze kukuchungia maisha yako ni wagani. Waanze kukuchungia ndoa yako ni wagani. Simama tu na yeye. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana mwenyewe ndiye amesema yeye ndio mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na atatulinda kwa vyovyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Angalia katika kitabu cha Luka Takatifu 5 tutasoma kuanzia 7 kuanzia 5 hadi 7. Luka 5 mstari wa 5 mpaka 7. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja
wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hao ni kina Simeoni walipokuwa wamejaribu usiku kucha pale baharini wakitafuta samaki, lakini wasipate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Bwana alipoingia akanena na Simeoni. Simeoni alisema ya kwamba jambo linalonifurahisha mahali pale, kwa neno lako nitashusha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno lako nitashusha. Ina maana ya kwamba Simeoni alisikia sauti ya Bwana. Mpendo ulioko mahali hapa, ni wakati ambapo usikie sauti ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hayo mapito yote unayopitia, ni wakati ambapo usikie sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mwenye kupuuza ya kwamba kama ni kuomba nimeomba, kama ni kufunga nimefunga, kama ni kutoa nimetoa, lakini sioni jawabu lolote, sioni kitu chochote. Uwe kama Simeoni, usikie tu sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usikie tu sauti ya Bwana, usiangalie kwa mapito, usiangalie kwa mambo ya wachawi ama waganga, usiangalie kwa vitisho zinazotishika ndani ya maisha yako. Wewe sikia tu sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hao walienda kusikia sauti ya Bwana na wakaanza kushusha nyavu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipandisha nyavu ama walishusha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati ambapo usikize tu sauti ya Bwana na ujishushe. Bwana Yesu asifiwe. Ujishushe, uingie ndani ya maombi kabisa, uingie kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo utapokea ushindi wako. Walipofanya hivyo kwa ajili ya kutii sauti ya Bwana, waliona maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo ni mchana ambapo nahitaji usikie sauti ya Bwana, ambapo Bwana anaenda kutendea mambo ya ajabu, ambapo Mungu anangojea tu utii hiyo sauti yake akutendee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akutendee mambo yenye utashangaa na haya yamepita namna gani. Haya ambayo unayaona ni magumu, utashangaa ameyapitisha namna gani. Haya ambayo yamekuwa ni kicheko ndani ya maisha yako, utashangaa ameyapitisha namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kutii ni jambo bora. Bwana Yesu asifiwe. Simeoni wangekosa kutii, haleluya, wangelienda nyumbani bure. Bwana asifiwe. Na wangeenda kusema kujitetea kule, hatujapata leo. Unajitetea kwa bibi yako leo, nimetafuta lakini sijapata. Enda tu kwa mama kibanda ukaweze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Na kumbe wanaacha samaki pale ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana anapoingia, Yesu anapoingia, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anapoingia, hata pale ambapo unaona kuna ukame wa ajabu, kuna kitu utakula mahali pale, kuna kitu kitatokea mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anapoingia, hata ile ambayo unaona kweli hivi haliwezekani litawezekana. Haleluya. Kuna wale wengine wataanza kusema Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi, kuna wale huwa wanasema mimi niko na majini kule ushago. Bwana Yesu asifiwe. Aliingia katika dini ya majini. Haleluya. Na mimi nasema asante, kwa maana majini yangu yaniui. Bwana Yesu asifiwe. Majini yangu ya sidani njaa. Bwana Yesu asifiwe. Majini yangu ninavaa vile nataka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao ambao hawana majini wanateseka. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao hawana hili jini kuu ambalo Yesu Kristo wanateseka. Bwana Yesu asifiwe. Kubali. Sikia tu sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sikia tu sauti, aweze kutenda. Aweze kutenda, ashangaze mataifa. Kwa matendo makuu ambayo atakuwa ametenda ndani ya maisha yako. Mimi wakati ambapo nilikuwa nimefunga nyumba yangu na kamba ili isiniangukie ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ukuta mmoja ulikuwa umebomoka kando, wakilala mvua ikinyesha wanasema ni wewe tu tulikuwa tunahurumia. Wapi? Ni kucheka. Afadhali muangukie leo tupate amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nilipomuita Yesu nikamkaribisha. Simeoni walikaribisha Yesu katika chombo chao. Nilianza kuona mambo makuu ambayo yanawashangaza. Nilianza kuona matendo makuu ambayo yanawashangaza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu washuhudie watoto wako wakiingia university washangae. Watu washuhudie uzima ndani ya nyumba yako washangae. Watu washuhudie ukuu ambao Mungu atakuwa ametenda ndani ya maisha yako. Usikuwa tu Mkristo mwenye kutishika na maneno. Usikuwa Mkristo mwenye kuangalia Mungu amesema nini. Usikuwa Mkristo kuangalia Bwana ananena nini ndani ya maisha yangu. Anasema nienende na njia gani? Anasema ninyenyekee kiasi ni. Bwana Yesu asifiwe. Kama amesema na natumwa muombe dana. Usiangalie umevaa aje, usiangalie nini wewe
kufanya vile amesema. Akisema funga, we funga. Akisema toa, we toa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Simeoni waliweza kusikia tu sauti. Bwana Yesu kutii sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo kubwa pale ni kutii. Bwana Yesu asifiwe. Wakatii tu sauti ya Bwana. Na wakaweka. Licha ya kuwa walikuwa wanajua hii bahari ni bure, maana tumefanya kazi usiku kucha, lakini kwa sababu Bwana amesema. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Bwana, kwa sababu wewe umesema. Kwa sababu ni wewe umesema, naenda kushusha nyavu. Bwana Yesu asifiwe. Katika haya mabonde ninayopitia, Jehova, naenda kushusha nyavu tu, kwa maana wewe umesema. Ninajua ya kwamba kuna meza yangu umeandaa pale mbele. Bwana Yesu asifiwe. Simeoni wakujua ya kwamba Yesu akiingia kuna samaki anaweza patikana mahali pale, lakini kwa uwezo wa Yesu Kristo samaki walimiminika. Simeoni kwa mtazamo wao ama kwa akili zao walijua hiyo bahari ni bure, lakini wacha tutii tu sauti yake, lakini tunajua bahari iko tupu. Wewe tii tu sauti ya Bwana, licha ya kwamba unaona kwamba huna kazi, licha kwamba unaona kwamba hata huna mwelekeo. Tii tu sauti ya Bwana, atakuinua. Tii tu sauti ya Bwana, atakuonekania. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini usitii tu sauti ya Bwana kwa hizo shida unazopitia ambazo unaona hata iwezekani. Utii tu sauti ya Bwana uone maajabu. Tii tu sauti ya Bwana kwa ile tumbo lako. Tii tu sauti ya Bwana kwa mapito yote unayopitia. Tii tu sauti ya Bwana kwa yule mume anayekuhangaisha. Tii tu sauti ya Bwana na usimame. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ya Bwana na usimame. Simama. Shuka katika ulimwengu wa roho. Shuka katika ulimwengu wa roho. Shuka. Anasema yeye ni mchungaji mwema. Anasema yeye ni mchungaji mwema. Anakwenda kuandaa meza na kalamu. Inuka kwa miguu yako. Mwambie mchana wa leo. Ongea na Bwana mchana wa leo. Mwambie wewe ndio unaweza. Wewe ndio unajua kuingia kwangu. Wewe ndio unajua kutoka kwangu. Wewe ndio unajua maisha yangu. Mwambie mchana wa leo. Neno limepita. Neno la baraka. Neno la ushindi. Neno la amani. Shuka ndani ya moyo wako. Shuka.